Uhali gani mpenzi msikilizaji na mdau wa Cover Media, tunaendelea kukuletea simulizi ya kijana John Bitto inayojulikana kwa jina la Muhuri wa Chapati. Masimulizi haya yanaletwa kwako na sauti ya Khalid Jr. na hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu. Karibu. Usiku ulikuwa umekaribia, anga likiwa na rangi ya zambarau iliyochanganyika na weusi wa giza lililokuwa likianza kutanda. John Bitto na Princess Novula walikuwa wakitembea kimya, mwanga hafifu wa mwezi ukiongoza. Walikuwa wamechoka sana, mavumbi yaliganda kwenye ngozi zao na miguu yao ilikuwa mizito kama imefungwa minyororo. Baada ya mwendo wa takribani nusu saa, walifika nyumbani kwa John. Ilikuwa nyumba ndogo ya udongo yenye paa la nyasi lililofungwa kwa kamba za katani. Kando yake kulikuwa na kibanda kidogo cha kupikia na magunia mawili yaliyotumika kama viti. Umaskini wake ulionekana wazi, lakini pia ulionyesha usafi na utulivu. Princess Novula alisimama kwa mshangao. Maisha yake yote alikulia kasri la kifalme ambako sakafu ilikuwa marumaru na kuta zikipambwa kwa mapazia mazito ya hariri. Hakuwa amewahi kufikiria kuwa kuna watu wanaoishi kwa namna hii. John alitabasamu kwa upole, akavua shati lake la kaniki na kulining'iniza kando. Karibu nyumbani, alisema kwa unyenyekevu, kisha akaingia kwenye kibanda cha kupikia. Princess Novula alijaribu kutulia, lakini alihisi kizunguzungu cha njaa. Tumbo lake lilitoa mlio mdogo. John alipoisikia hiyo, alicheka kimya kimya na kujisemea kwamba subiri kidogo, nitakupikia kitu kitamu. Alichukua unga wa ngano, akachanganya na maji kidogo, kisha akaanza kuandaa chapati zake maarufu. Mikono yake ilijua kazi hiyo vyema. Alikanda, akaipindua, akaizungusha juu kwa ustadi wa kipekee. Moto kwenye jiko lake la mawe ulikuwa mkali, ukitoa mwanga wa njano uliomulika uso wake kwa uzuri wa ajabu. Baada ya dakika chache, chapati za dhahabu zikiwa na harufu ya kuvutia zilikuwa tayari. Lakini hakukuwa na chapati yoyote ya kawaida, zilikuwa na muhuri wa John Bitto. Alizihamishia kwenye sahani ya mti, kisha akampa Princess Novula. Jaribu hii, alisema kwa tabasamu la kujiamini. Princess alichukua kipande kimoja, akaingiza mdomoni. Sekunde chache baadaye alifumba macho kwa mshangao. Mungu, hii ni tamu kupita maelezo, alisema kwa sauti ya mshangao na furaha. John alitabasamu, akimwangalia kwa macho ya mtu anayejua kuwa chakula chake kinaweza kumfanya hata mfalme apige magoti. Lakini wakati huo huo, mbali huko kasri ya kifalme, mfalme alikuwa ameinua sauti kwa hasira. Mwanaye kipenzi ametoweka. Mbiu zilipigwa, walinzi wakakusanyika na amri moja ikatolewa: tafuta binti yangu, haiwezekani apotee hivi tu. Usiku ukiwa umetulia kwa John Bitto na Princess Novula, lakini upepo wa hatari ulianza kuvuma kuelekea kijiji hicho cha masikini. Penzi msikilizaji, stori yetu inaendelea, lakini kwa sasa tunaishia katika sehemu hii ya 3, na endelea kuwa nami katika sehemu ijayo tuweze kuona ni nini ambacho kinaenda kumtokea John Bitto. Asante kwa kunisikiliza. Mimi ni Khalid Jr.